Kisumu. Hapa ni uwanja wa kanisa la New Life Prayer Center and Church, mkabala na kiwanda cha sukari cha Kibos. Ukarabati wa uwanja huu unaendelea kwa lengo kuu la mkutano mkubwa wa Injili ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika hapa kwa siku 5 mfululizo. Ni maandalizi ya kuwaleta wote wanaomwamini Mungu kupitia madhabahu ya kanisa hili kuja kupata baraka na kukombolewa. Siku ikawadia tayari Injili iendelee. Watu kutoka maeneo mbalimbali waliitikia wito na kuingia mmoja baada ya mwingine, kila mtu akiwa na matamanio yake kwa uwepo wa Injili hii. Wagonjwa na wasioweza kutembea walibebwa, imani zikiwasihi kuja kupata ukombozi. Naitwa Mary Isiao, natoka upande ya Hamisi. Nimekuja na mgonjwa. Nilimpeleka hospitali, nikampeleka kwa Mbale, nikampeleka Hamisi. Wakaniambia ni ugonjwa ya TB. Akatibia baada ya miaka 2, hakupata mabadiliko. Sasa ikakuja akagonga miguu, atembei, haja yote tu anaendelea tu hapo. Na mtoa tu uchafu yoyote, hata mkojo hata nini. Sasa ako tu mgonjwa hivyo. Walisema ni TB. Akatibiwa kwa mwaka 2. Kuanzia tibiwe miaka 2 iliisha hivyo. Sasa amekaa tu kwa nyumba. Amekaa tu kwa nyumba. Mimi bila nilifanya, nilipandisha yeye pikipiki, nikamleta na gari tena kuja paka hapa. Ndio nimetaka sasa nione kama ataweza pona. Nitaweza shukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimejaribu hata kwa madaktari, hata dawa ya kienyeji nimejaribu na sioni kama anabadilika. Sasa nikaamua tu nimlete hapa nione kama ataweza pona. Wako ambao walilala hapa ili wasije wakachelewa, kama huyu Hebson Obire kutoka Kisumu Kondele. Uhusiano wake na madhabahu haya ya New Life Prayer Center and Church ni yeye ajuaye, hasa akikumbuka jinsi yalivyomtoa katika lindi la matumizi ya mihadarati. Mimi nimepatikana kwa mambo ya dawa ya kulevya. Nimetumia bangi, nimetumia pombe, nimetumia sigara, aina ya Oris. Nimetumia yote. Kwa kweli hayakuwa ni maisha ambayo yalikuwa yananipendeza. Ningeweza kutafuta njia ama namna ya kuondokea hayo maisha, na nilijaribu sana kama binadamu na nilishindwa. Ila nilipojaribu kuondokea, najikuta nimerudi, najikuta nime kwa kimombo inasema backslide. Backslide, nikarudia yale matendo yangu. Lakini nilipomjua Yesu kupitia madhabahu haya ya New Life, nilianza kuona mwangaza fulani maishani mwangu. Sio huyu tu, bali Mark Luta kutoka Bungoma, naye anathibitisha chanzo cha kuamini madhabahu haya hadi kuamua kusafiri kutoka Bungoma kuja Kisumu kutafuta ukombozi. Kwa majina naitwa Mark Luta, natoka Bungoma, na nimekuja kushiriki hapa katika New Life, na nimesikia kupitia kwa TV yale yametendeka. Hata ndoa yangu ndio tulikuwa tumeoana mwaka ijaisha, na tulikuwa tumeanza misukosuko, tunakosana. Nilitoa sacrifice yangu katika madhabahu kupitia kwa simu. Mke wangu alikuwa ameenda. Baada ya siku 3 nilimwona akirudi asubuhi, na kuanzia hapo nikaamini kwamba madhabahu ya New Life iko na nguvu. Niliposikia crusade iko Kisumu, nilijipanga, nikaomba off kazini. Nimefika siku ya leo na najua Mungu atanitendea. Mkutano huu wa Injili ulikuwa kama mbiu ya mgambo. Watu walijitokeza tayari kumpokea Yesu Kristo kwa nyimbo za sifa. Maombi.
neno lakini kasema mbona mimi ni maskini ninahubiri, yule pasta aliyeniwekelea mkono ameniletea shida. na hata miujiza. Kila kaburi ipasuke, nani wa kukufa tena? Hiyo roho ya mauti ipigwe, ipigwe. Kwenu watu wanakufa na nini? Ni HIV, ni kansa, ni pressure. Hiyo roho itolewe kwenu. Mama ako wapi? Baba ako wapi? Ndugu yako ako wapi? Out! 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 Bwana Yesu, natuma nguvu zako kwenye wingi ya wagonjwa wote, wapone, wote wapone. Yesu, unachukia magonjwa na mauti. Out! Out! In the name of Jesus. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana Yesu. Ni wewe Bwana, ni wewe Yesu. Ni wewe mwenye nguvu, ni wewe Bwana wangu Yesu. Ni wewe na kuabudu, ni wewe Yesu. Alfred Mukoka kutoka Ikolomani, kwa mara ya kwanza akiwa amesimama baada ya miaka miwili, anatoa ushuhuda akiwa na furaha baada ya ugonjwa wa kisukari na presha kutoweka ghafla na kurudi hali yake ya sawa. Mimi hapa natembea, miguu yangu inakuwa mrefu kama bana tembea. Unatoka wapi baba? Mimi natoka bande ya Wireki, bande ya Ikolomani huko. Kwa muda mrefu hapana tembea? Karibu miaka 2 hivi bila kutembea. Leo unaweza tembea? Naweza kutembea kwa shauri. Baba, tembea. Haleluya, hosana. Haleluya, hosana. Haleluya, hosana. Haleluya. Mikono kwa Yesu. Hiyo sauti ni tamu sana. Sauti zenu zinatoa kama malaika. Hale, 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 hale. Mikono ya juu. Yesu, tazama mikono hii. Watu walioshinda mvua. Mvua inanyesha mpaka ihame. Iya bendera. Nguvu ya imani inakomboa waliokandamizwa kwenye madhabahu ya giza. Watu wakakombolewa, vilio vya muda vikabadilika na kuwa furaha. Ulikuja na nani? Mtoto wake ako wapi? Wewe ulikuja na mama? Ndio. Alikuwa atembei? Yes. Miaka mingapi? Mwaka mmoja na mwezi mmoja. Sasa hivi anatembea. Mami, tembea. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe.
mapenzi yako yatimizwe Yesu. Karibu another testimony there. Nimekaa miaka mitatu kama sitembei. Na leo nimefika hapa kwa Pastor Ezekiel. Naona nimetembea, naambia Mungu asante. Asante Mungu wangu. Asante Mungu wangu. Shout hallelujah. Naona tembea. Asante Mungu wangu ya. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Bwana wa milele. Na kuinua Jehova. Wewe Yesu wangu. Ni wewe Bwana. Ni wewe Yesu wangu. Ni wewe Bwana. Tenda miujiza niwe. Mtape Yesu makofi mazuri. Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Listen to me. Jinsi unavyoona wale watu wamesimama na walikuja na crutches, hivyo ndivyo ulivyotolewa kwenye kaburi lako na kwenye jeneza lako. Hilo jina aliyeletwa akiwa amebebwa lenye nguvu, ndio huyu hapa akitembea mwenyewe kwa miguu yake miwili. Simon kutoka Nyamira kwa kinywa chake mwenyewe anakiri kuwa alikuwa mmoja ya wengi waliomshutumu Pastor Ezekiel kwa kueneza injili potofu, ila kupitia miujiza aliyopokea nafsi ikamsuta na akaongea ya moyoni. Mimi ni mshirika wa Full Gospel, mzee wa kanisa. Kuanzia leo ninatubu, nasema Mungu anisamehe. Hata mimi nilikuwa namnena vibaya. Lakini kumbe ni mtumishi wa Mungu. Nilipoingia hapa ndio nimepokea uponyaji. Hata wewe mahali ulipo ambao unanitazama, njoo kwa Yesu. Kimbilia Yesu. Yesu atakuponya. Zaidi mno hii New Life Ministry ina uponyaji. Anatembea baada ya kutafuta tiba ya ugonjwa wa miguu tangia mwaka 2001. Mimi ndio ambaye nimekaa miaka 5 nikiumia. Naumia. Ati madaktari wameshindwa. Kama madaktari wameshindwa, Mungu wetu hajashindwa. Mungu wa Pastor Ezekiel hajashindwa. Yeye amekuwa mwaminifu. Yeye amekuwa Mungu wa ajabu. Nawaomba wapenzi ambaye mko katika manyumba zenu, muondoke muje. Magonjwa ya kishindo hospitali kwa maombi haijashindwa, na imani yako ndiyo itakayokuponya, sio kitu kingine. Mimi nilikuwa nimejaribiwa nipeleke kwa waganga, lakini watoto yangu wote walikataa. Walisema, baba, mahali hapo sisi hatukanyagi. Basi nilipoamua hivyo, sasa nimeletwa kwa Mungu na Mungu ameniponya. Tazama jinsi ninatembea. Kuanzia sasa wiki mbili, wiki tatu, hautaniona na hivi hivyo. Utaniona nikitembea mimi peke yangu. Anahutubia mabadiliko ya afya yake baada na kabla ya uponyaji. Nilipokuja hapa Jumatano mapema, nilipokanyaga mahali hapa nikaanza kupokea maombi. Ulipokuwa unakuja vidonda vilikuwa mingi, maji miguu inatoka maji. Miguu hii sasa imekauka saa hii naona. Ilikuwa maji inatiririka. Hata sikuwa natembea na Mungu. Nilikuja vipi? Nilikuwa nabebwa na weko kwa gari. Natolewa kwa gari na weko kwa gari nyingine. Kutoka nyumbani kwa boma nilibebwa.
na kutoka Kisii town nilibebwa mpaka kwa gari, na kutoka stage ya hapa Kisumu nilibebwa, tukutuke kanileta mpaka hapa nikabebwa, nikakalishwa hapa. Sasa nilipoanza kuombewa na kupata matibabu, na hapa kuna madaktari sister wako hapa wakaanza kunitibu, wakaamua hiyo maji wanasabisa, wamesabisa. Mimi nakwambia siku nimemaliza hapa siku 5. Leo ni siku ya 5. Ile mambo nimeona usiku huwa nalalanga mimi, lakini nilipofika hapa nimeanza kulala usingizi. Lala nasikia na mambo sasa. Jana waliposema ati pastor alikuwa anahubiri akisema watu watoke kwa hema waje huko, mimi nilitoka hapa kwa hema nikatembea hapo kwa hiyo uwanja, nikatembea hata siku hiyo nyingine tena nilitembea ambapo sikuwa natembea. Samuel Isiao, mzee aliyeletwa akiwa amebebwa, ndio huyu hapa amepata kuponywa, anatembea. Uchovu na maumivu yaliyokuwa yamemlaza kwenye kitanda miaka 2 bila tiba, leo kapata uponyaji. Crusade hii ya siku 5 ilikuwa ya ukombozi. Waliokosa majibu ya shida zao walipata suluhu. Vijana kwa wazee wakishuhudia miujiza kwa pamoja. Praise the Lord, Pastor. Amen, Papa. Naitwa Chola from Nyakache. I got a leg injury in my bathroom, and it is now 9 years down the line. 9 years down the line, na nimefanyiwa 6 surgeries. So today, in fact, I came the other day, I could not be able to walk. Nililetwa tu kwa pikipiki mpaka hapa. Then yesterday, the nerves were still very painful. But today, as you start singing the new songs that you are supposed to produce, I've just seen myself being opened, and I can now walk. The nerves are now open. Hallelujah! Nerves open and they can now walk after 6 surgeries. Mutonyeshe mvua ya makofi. Bwana Yesu nakutamani sana kanami. Bwana Yesu nakuhitaji sana ukae nami. Mutape Yesu makofi mazuri. Brother, you are free. Ukitaka kutupa hizo crutches tupa tu. Tunaziwekanga kwa lori, tunazipeleka kwa archives. Lakini ukitaka kwenda nayo you are also free. Ukitaka kutupa unaweza tupa, ukitaka kwenda nayo unaweza enda nayo. Zikitupa hapo huwa tunaziweka kwenye archives. God bless you my brother. Yesu aliniita nisaidie tu kwa neema aliyoweka kwangu. Bwana asifiwe. Amen, mami. Mimi naitwa Beatrice Auma. Nilipata accident kwa barabara, nilikuwa nimepanda pikipiki, gari katugonga kutokea nyuma. Sasa ni mwaka moja sitembei, lakini roho yangu ilikuwa ngumu sana kwenda kanisani. Lakini venye nilisikia nakuja hapa, nilifurahia tangu jana, nikaamka asubuhi mapema sana kuja huku. Sasa hii naona naweza tembea. Nashukuru Mungu. Auma tembea nione. Bwana wewe tu, wewe Yesu. Sio huo wimbo tafadhali. Auma tembea mami. Ukipata mahali pa kutupa hizo vitu tupa. Ukitaka kwenda nazo nyumbani ni sawa. Lakini zikitupa huwa tunazipeleka kwenye archives. Tunakumbusha nao Kristo. Mutape Yesu makofi mazuri. Ukae nami. Baba yangu nakutamani sana ukae nami.
Rispa Omolo alikuwa amekata tamaa. Mtoto wa ndugu yake alikuwa mgonjwa uliokuwa umeshindikana hospitali zote bila kujulikana anaugua ugonjwa aina gani. Msichana huyu wa miaka 25 alikuwa kalala fofofo, kila mtu akikosa matumaini. Ila baada ya maombi siku ya 5 hali ikabadilika. Kwa majina ninaitwa Rispa Omolo. Mimi ni wa New Life. Huyu ni mtoto wa ndugu wangu, walifariki bibi na mama na babake. Alikuwa amebaki na soso wetu. Nikaenda kumleta, nimlete hapa aombewe. Juu wameshajaribu hospitali na imeshindikana. Ugonjwa haipatikani. Sasa jana Wednesday vile tulikuja alikuwa analala tu. Hadi Thursday, leo Friday, jana Friday. Nilimuona kama anaweza kuketi nikimshika hivi. Sasa leo vile tuliongea na huyu, alikuwa anauliza kama walikuja leo. Wenye walikuwa wamelala hapa. Mimi sikumficha, nikamwambia huyu alikuja kutangulia hawa. Wakati amerudi hivi, nikajaribu tena nimweke chini. Nikaiona kama ameketi. Nikakaa na yeye hadi moderation ikaisha. Tena saa ya yenye babu alikuwa naomba, tukamweka chini tena akaketi. Sasa nimemuona Mungu, nimejua huyu mtoto atapona. Alikuwa mtoto ya yatima, soso wake ameisha kabisa. Huyu ya kwanza walisema akona kansa, haikupatikana tena. Wakasema tena kuna TB, haikupatikana. Mara pneumonia. Sasa tulishindwa ni ugonjwa gani. Huyu mtoto amehangaika. Sasa kidonda ndio inatoka kwa mwili wake. Hata huko nyuma hawezi kaa vizuri, lakini ninaiona kama saizi anaweza. Sister alinisaidia na wenzake. Tunamuosha, tunampea dawa, tunamwekea dawa. Tukaiona kama kuna mabadiliko. Huyu mzee ni mzee wangu. Ndio nilimwambia tuende kwa mama yangu tumchukue huyu juu wale sasa walimweka ngoje tu kifo yake juu madaktari wamesema hakuna kitu yenye itatendeka. Vile nilikuja na mtoto tukaenda chacha akaombewa, nikaiona kama ni vizuri. Sasa baadaye nikaanza kusikia kama mtoto anaangalia tu peke yake. Anaanguka, anapigana na wengine. Sasa nikasema hapana, hii ni pepo. Hii si ugonjwa. Sasa nimeshukuru Mungu juu hata vile alikuwa analea anapigana na watu simuoni. Sio yeye tu, bali hata huyu hapa Dorothy kutoka Uyoma anashuhudia miujiza ya Mungu. Alikatwa vidole na nani? Daktari. Ha? Daktari. Daktari. Kwa iko wapi? Ana kidole kimoja. Akona dadake hapa. Dadake hapa. Alikuwa atembei. Alikuwa atembei, alianguka kwa moto. Akaenda kakatwa, anafanyiwa kazi yoyote, hawezi akatembea. Kazi gani na gani? Za nyumba zote, bwanake anamfanyia kazi zote. Sasa vile nilienda nikamchukua nikamwambia tuende kwa crusade. Tukakuja na yeye hapa. Akatembea, jana alikanyaga tena leo anakanyaga. Mami hebu tembea nisikie kawe. Gigala. Yesu ni mzuri jameni. Bwana ni wewe tu. Wewe Yesu wangu. Ni wewe tu. Adonai. Ni wewe tu. Wenye nguvu tele. Ni wewe tu. Bwana ni wewe Yesu. Bwana wangu ni wewe Baba. Bwana naitwa Dorothy, natoka sehemu za Uyoma. Yesu ni Bwana, Yesu anatenda. Nilikatwa kidole kimoja, nimebaki na vidole 4. Nimekuwa nikipupu kwenye ndoo, mzee akimwaga ama dadangu. Nikijikojolea, ni hao ndio wananibadilisha. Daktari walikuwa nataka watoe nyama sehemu za mapaja wakiniwekea kwenye mguu, niliungua mguu katikati. Sasa naye mimi nilikataa, siwezi nikakatwa mapaja nitaletwa tena maumivu. Sasa venye nilikataa,
ninakuwa nikishinda ni TV. Dadangu huwa ni mshirika wa New Life. Sasa vile nilikataa kukatwa, nilikuwa nimeshinda tu tukiwa tu, akikuja kwa maombi Kisumu ananiibia meza la Bwana akiniletea, tunatumia kwa nyumba na mzee. Mpaka mzee akaenda akaingilia hii ushirika kabisa, mpaka akatoka kununua, tulikuwa tunatumia simu, akanunua TV. Sasa tunatumia TV tukiwatch. Sasa tumeshinda tukiwatch tu hivyo hadi sasa ilikuwa kama nikifafa sasa. Sasa ninaanguka, sina uwezo. Mzee naye baada ananichota hivyo. Dadangu akikuja kwa kazi ya kanisa, tunabaki tu na yeye hivyo. Sasa tumekuwa tukisumbuka tu mpaka juzi alisikia kuna mkutano Kisumu, akaita dadangu akuja nichukue. Sasa akuja nilete kwa mkutano. Na sikukuwa natembea kwa shauri, nilikuwa nimeungua katikati kwenye mguu kurudi sehemu hii ya upande huu. Sasa venye sikukuwa natembea, sasa venye tulishuka on Tuesday jioni. Siku wenye pasta alikuja hiyo, akakuja kaombea uwanja jioni. Nikajaribu kukimbia na mguu nikitembea, na huku sehemu za nyuma nikikanyaga, akinishikashika mkono, nasi pia ananishika upande huu. Tukikimbia ili nifikie saa zile pahali anaombea, na haikuwezekana ili nifike penye pasta alikuwa anaombea. Tukakaa tu na pale penye pasta alimaliza kaenda. Tukabaki tuko hapa. Kesho yake sasa vile mkutano ilianza, nimepona. Na kanyaga nina dance, na kanyaga ninatembea. Sikukuwa ninaoga mwenyewe, mimi nilikuwa naoshwa, mguu ilikuwa imefura, singekuwa najiweza. Mimi nilikuwa napikiwa nikisongezewa. Singekuwa naweza hata kusonga kwenye moto ili nifanye kazi. Na sasa hivi naona naweza hata kubeba maji, tukinunua hata maji hapa nikienda nikiogea. Ninashukuru Mungu, najua naweza kufanya chochote sasa. Nikirudi kwa boma naweza kufanya chochote. Mzee aliniona juzi nikisimamishwa hapa nikiongea. Singeweza, dadangu ndiye alikuwa ameongea kwa shauri ya muda. Leo amepigia dadangu akamwambia, "Ai, dadako ametembea. Simuende tu basi Mombasa na pasta." Akazidi kutuombea ili atulete branch Uyoma. Hatuna branch Uyoma. Wachawi wametulemea Uyoma, bado wametuzidi. Siku 5 za kurusedi hii ya Kisumu ilileta mwanga kwa familia nyingi zilizoitikia wito wa kufika uwanjani hapa. Kilikuwa kipindi cha ukombozi na kupata baraka. Wengi waliojinyima kukaa katika kiwanja hiki kwa siku 5 hawakukaa bure, bali walikuja bila na kurudi na nyota zao za baraka. Hii haikuwa krusedi ya kwanza wala ya mwisho. Ziko nyingi zitakazoandaliwa siku za usoni, lengo likiwa ni kuhakikisha wewe muumini unabarikiwa na nyota yako ya ushindi inarudi. Kwa kuwa Mungu aliyabariki madhabahu haya ya kanisa la New Life Prayer Center and Church, basi unaalikwa wakati wowote ule kutembelea kanisa letu lililoko mji wa Kilifi Mavueni kwenye ibada zetu ili uzidi kukombolewa.